Dada huyu anatoka Taita. Dada huyu anatoka Taita. Watu wa Taita. Watu wa Taita. Taita kuna sijui ni uchawi, sijui ni uganga, sijui nini. Yaani Taita kuna mambo mengi sana Taita. Huyu dada alikuja hapa. Pia naye macho yake iko na shida kabisa. Macho yake iko na shida. Hawezi ona, hawezi soma, hawezi soma chochote. Na ni mtu amesoma. Hawezi soma magazeti, hawezi soma Biblia, hawezi soma vitabu. Alikuja hapa ako kipofu. Macho yake haiwezi ona vizuri. Mtu wa Mungu, kwa haya madhabahu kuna Mungu. Nikachukua hatua mimi mwenyewe ya kumuombea na kumhudumia. Angalia hapo namfanyia deliverance. Hapo namfanyia deliverance huyo mandada kutoka Taita. Kutoka Taita. Mtu wa Mungu nipigie simu. Huyu anatoka Taita huyu. Namfanyia deliverance. Angalia hivyo tu. Acha nawe fameso linu. Nawe fameso. Nawe fameso linu. Nawe fameso. Alafu. Sasa hiyo mliongea. Hiyo mliongea ni nini kwa Kiswahili? Mliongea nini? Mlimfunga macho. Kupitia madawa gani hiyo? Pazia kwa macho. Mna control. Mkao kwa mizimu. Mkao kwa mizimu. Haya, hebu nionyeshe hiyo pasia iko wapi? Kwa anga za kiroho. Kamata hiyo pasia. Kamata hiyo pasia. In the mighty name of Jesus. Kamata hiyo. Kamata hicho kitambara cheusi. Kitambara cheusi. Kitambara cheusi. Huyu ni mpendwa ambaye macho imekuwa na shida. Macho imekusumbua kwa muda gani? Kuna wakati ulikuwa unaumwa na kichwa? Mwaka mmoja. Umesumbuliwa na matatizo ya macho mwaka mmoja. Na kichwa. Pamoja na kichwa. Sasa hata kusoma Biblia ama kusoma vitabu ilikuwa ni shida. Lakini leo umesoma Biblia. Usome huyu mtu akusikize. Ajue kwamba Mungu anaweza. Ajue kwamba Mungu anaweza. Mungu wa sifa zangu. Mungu wa sifa zangu. Usinyamaze kwa maana wamenifubidia. Usinyamaze kwa maana wamenifubidia. Kinywa cha mtu asiye haki cha akila. Wamesema nami kwa ulimi wa uongo. Achia hapo, amesoma. Mungu ni mwaminifu. Na kupigia makofi na pia wepigia makofi. Sasa ni agano na kuwekea kutoka leo. Vitabu zozote, magazeti, hata kama ni TV utaona bila shida. Utaona TV bila shida. Hii macho ujione ukiwa umebeba mimba ya kuzaa watoto wa kisichana na kuzaa watoto wa kivulana. Enda uone na haya macho biashara ukiwa umefungua. Enda uone umejenga nyumba kubwa. Na macho haya sikose kuona gari katika maisha yako. Uone watoto wamesoma. Wewe si kipofu tena. Wewe nini kichwa chako kimepona. Kazi Mungu anafanya kwa haya madhabahu yetu. Hiyo ndio kazi Mungu anafanya kwa haya madhabahu yetu. Huyo dada kutoka Taita amekuja na amepona na amefunguliwa, sasa anasoma vizuri. Nataka nikwambie hivi, kama kuna mtu pia kwenu anasumbuliwa na hiyo shida, ama ni jirani yako na rafiki yako anafunguliwa na hiyo shida, namba zetu za madhabahu ndio hizo. Namba zetu za madhabahu ndio hizo. Unaweza ukatu text kwa WhatsApp na tutakujibu. Ukatuuliza tuko wapi na tukakwambia tuko Mombasa, sehemu za Mikindani. Hapo ndio watu wanapona, hapo ndio watu wanafunguliwa, hapo ndio watu wanaona Mungu. Tuko Mombasa, sehemu za Mikindani. Na pia vile vile unaweza tusupport kwa huduma tu hii. Unaweza ukatuma sadaka na unaweza ukabarikiwa sana, maana unashuhudia kweli Mungu anafanya kazi yake, watu wanafunguliwa na watu wanapona. Kutoka Taita mpaka Mombasa si karibu, lakini amechoma fare mpaka akafika wapi? Amechoma fare yote mpaka kafika Mombasa kwa haya madhabahu. Wewe uko hapo kwenu unateseka, unapitia. Njoo tuombe pamoja Jumapili. Njoo tuombe pamoja Jumapili na kuomba. Njoo tuombe pamoja. Leta huyo mgonjwa, leta huyo mtu wako. Nitamuombea, atamfanyia ibada zile Mungu amenipatia na atapona na atafunguliwa, na hata wewe utakuwa na ushuhuda. Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu akubariki kwa sadaka zako, wale ambao wanasupport hii kazi. Mwenyezi Mungu awabariki. Ni mimi wenu Ken, na Mungu awalinde na Mungu awatende mema. Shetani lazima ashindwe. Wachawi lazima washindwe kwa jina la Yesu. Amen. Thank you.